Habari za wakati huu mwanafamilia wa Mnyaluko Online Media, lakini pia mwanafamilia wa michezo kutoka wilaya ya Mufindi na vijiji vyake na vitongoji vyake, mdau na mfuatiliaji wa ligi ya wilaya ya Mufindi chini ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Mufindi, yani Mudifa, ambapo tumekuwa na mwendelezo wa kujaribu kuzungumza ama kuielezea na kuitolea ufafanuzi ligi na kuipa pia mapana ligi ya wilaya, lakini pia tukijadili changamoto ambazo imekuwa ikikutana nazo, changamoto ambazo awali nilizungumza zikiwa na vyanzo vyake tofauti, upangaji ama dalili ama viashiria vya upangaji wa matokeo, vurugu katika michezo, katika baadhi ya michezo hususan ya nje ya miji, lakini pia changamoto nyingine ilikuwa ni ambayo inalalamikiwa na baadhi ya vilabu, ni uongozi kuwa na maelekezo ambayo ni kama yanaichafua ligi. Lakini baada ya hayo yote, nimezungumza na afisa habari wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Mufindi ambaye Bwana Azamo, ambaye ni afisa habari wa timu wa chama, lakini pia nimezungumza na baadhi ya viongozi wa klabu ambazo zimekuwa zikipeleka malalamiko chini ya ligi, lakini pia tuhuma dhidi ya viongozi, na nimezungumza na kwenda kuzungumza sasa na katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Mufindi, ambaye na yeye tutamsikia kwa maoni yake na kile ambacho tuhuma ambazo zimekuwa wanatuhumiwa hao kama viongozi. So tutakwenda kumpigia katibu wa chama cha mpira wa miguu wilaya ya Mufindi. Mheshimiwa Katibu, habari za jioni. Safi. Samahani nimejaribu kukupigia. Mimi naitwa Denisi, natoka Mnyaluko Online TV, mwandishi wa habari. Sawa, karibu. Okay, tulikuwa tuna appointment ya kuzungumza, kufanya clarification kwenye baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye ligi ya wilaya ya Mufindi. Bila shaka changamoto unazifahamu, malalamiko ambayo wamekuwa wanalalamika baadhi ya wadau, kwa maana ya vilabu na wadau wa michezo kwenye uendeshaji wa ligi inayoendelea, unayafahamu. Miongoni mwa malalamiko hayo ni kwamba chama kina vituhumu vilabu kwamba vimekuwa na vurugu, hususan vilabu ambavyo vinapatikana nje ya mji. Vilabu vinalalamika kwamba chama kimekuwa na kanuni ambazo zina upenyo, ama chama kimeshindwa maintain ama kumanage michezo ambayo inachezwa, hususan ni kusimamia waamuzi na baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yanapelekea vurugu. Tukianza na hili la vilabu kwenda kwa viongozi, kwa sababu wewe ni kiongozi wa chama, unaweza kutusaidia kwa kwanza kujitambulisha majina, alafu tuambie tuhuma za baadhi ya vilabu kuwashutumu baadhi ya marefali ama wasimamizi wa mchezo kujihusisha na rushwa na upangaji wa matokeo zikoje? Chama cha mpira wilaya ya Mufindi, sisi tupo kwa ajili ya kusimamia taratibu, sheria kwanza zile 17 za mpira, lakini pia kanuni zilizojiwekea wakati wa kuendesha mashindano. Ndio kwa kwanza, lakini pia kama chama, maana chama kina mwenyekiti wa chama, lakini kina katibu mtendaji ambaye ndio mimi nayeongea, naitwa Abinerichi Joshua Ng'ombe. Ndio katibu wa chama cha mpira wa wilaya. Lakini unavyosema hivyo namaanisha kuna mwenyekiti, kuna katibu, lakini inatakiwa kuwa kuna mwenyekiti, makamu, katibu, lakini pia na kamati tendaji. Ndio. Kamati tendaji ya chama. Sasa kwenye unavyosema sasa ligi na mashindano, chombo ambacho kinaundwa na chama, maana yake mwenyekiti wa chama anateua wajumbe ambao wanakaa kikao. Wale wajumbe wakishateuliwa wanakaa kikao, wanamchagua mwenyekiti, katibu na wajumbe wake watakao kuwa wamebaki wanakuwa wajumbe. Hao sasa ndio wanaosimamia ligi na mashindano chini ya mwavuli wa Mudifa wa chama. Okay. Yaani hao ni chombo kinachojitegemea. Sio, unaelewa? Yaani ndani ya chama cha mpira kuna kamati ya ligi na mashindano. Ndio. Sawa ambayo pamoja na yote kwamba ina operate chini ya chama. Yaani ile kwa sababu ile kamati automatically inateuliwa na mwenyekiti wa chama na wajumbe wake ni baadhi ya viongozi wa chama.
utaratibu wa chama. Ndio. Naomba nisikilize. Wajumbe wa chama chama wale wajumbe chama cha mpira kina hiyo niliyokuambia, mwenyekiti, katibu na wajumbe wake, ambao hiyo inaitwa kamati tendaji. Yes. Sawa, lakini kuna kamati ya ligi na mashindano. Ndio. Umenielewa eh? Yeah. Kuna kanuni nimekurushia kama nakumbuka eh? Yeah, nimezisoma. Zile kanuni sasa zipo zinasimamiwa na chama, lakini wanaosimamia moja kwa moja ni kamati ya ligi na mashindano. Sawa eh? Kwa maana hiyo ligi ile kamati ya ligi na mashindano ndio wenye mamlaka ya kupanga ratiba. Umeelewa? Sisi yani inakuwa maana yake tunapewa nakala kama chama. Ndio. Umeelewa? Nakupata mheshimiwa. Unanisikiliza na nikiona kimya nafikiri pengine hatuelewani. Hapana, nakusikiliza kwa makini. Na maanisha kuwa wao ndio wenye mamlaka ya kwanza chama kinakuwa kinajua zile timu ambazo zimelipia ada kwa ajili ya kushiriki mashindano. Yeah. Na wakishaingia kwenye kushiriki zile timu zimeshalipa kila kitu, manake zinakaa kikao cha awali ambacho kile kikao kinahusisha chama chenyewe pamoja na timu zote wanapewa kanuni za mashindano namna yatakavyo kuendeshwa. Sawa? Ndio. Na ndio hilo sisi kama chama tulilisimamia na lilifanyika awali kabla ya mashindano kuanza. Na lilishirikisha pia timu zote. Wale viongozi wao tulikaa na mwenyekiti wa kila timu na katibu wa kila timu. Okay. Tulikaa TRC pale. Kabla ya ligi haijaanza, na tukapanga na hayo makundi unayoyaona, makundi yaliyokuwa yanaenda hayo, ligi, kamati ya ligi wala haikupanga yenyewe. Ndio. Kamati ya ligi jukumu lake ilikuwa ni kuwapa waokote karatasi. Yalipangwa kwa namba, baadaye wao wakaokota nini? Karatasi, ndio tukapata makundi hayo. Hakuna mtu aliyekaa kupanga hayo makundi, na hilo utakuta tena kuna baadhi ya wadau wanalalamika kwa mbona hili kundi lilikuwa gumu, walipanga hivi makusudi. Umenielewa? Yeah. Lakini ukifuatilia wangekuwa hata hao viongozi wengine wanatusaidia sisi kusema bwana, haya makundi sio kwamba chama ndio kulipanga haya makundi, watu waliokota vikaratasi yakadondokea hivyo. Kwa hiyo sijui feedback za mwenyekiti na katibu au wanasikisha kwa wadau wao ambao ni wachezaji pamoja na viongozi wengine ambao wanakuwa wamebaki kule. Sababu sisi tulikaa na mwenyekiti na katibu. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo na hizo kanuni unazoziona nimekurushia nilikuwa narushia ili nisipate muda mwingi sana kuanza kufafanua kanuni moja kwenda kanuni nyingine. Okay. Hizo zilitengenezwa na kamati ya ligi na mashindano kushirikiana na chama. Okay. Manake wao wakishatengeneza kwenye kikao chetu tendaji wakizileta, sisi tunazipitisha. Na baadaye tulipoita wale viongozi wa kila timu, tuliita manake viongozi wa kila timu, mwenyekiti na katibu, tukakaa nao TRC. Kawaelekeza kanuni hiyo kuanzia kanuni namba 1 na una ufafanuzi wake mpaka mwisho. Umeelewa? Yes, sasa. Lakini utakuta tena kama kinalaumiwa, wanaweka faini. Sijui mpira tu usipokuja nao, sijui mpira una tatizo gani, lakini kanuni zinajieleza. Okay. Hizo ni kanuni ambazo hata nafikiri wewe na ndio maana mimi juzi jana kwa mkia leo niliona nani yako ni jambo jema sana. Umetoa maelekezo kulingana na wewe ulivyojifunza na kuwahoji watu wengine. Okay. Mimi naona ni jambo jema, kwanza unatusaidia kupeleka mpira wa Mpindi mbali. Okay, turudi sasa. Pia mimi nilikuwa natamani kubalance kwake kwende kwenye namna sisi tulivyofanya zile hatua za awali za kuhakikisha kila club, na pamoja na kwa tulisoma kwenye hicho kikao, kila timu iligawiwa.